Asubuhi ile macho yangu yalikuwa yamevimba, sio kwa usingizi, bali kwa machozi. Nilikuwa nimeamka mapema kuliko kawaida. Nikajaribu kujifanya niko sawa, lakini moyo wangu ulikuwa mzito. Nilikuwa bado sijawasha simu. Nilivaa apron, nikaingia jikoni, nikaanza kuandaa vitafunwa kama kawaida. Ndipo nikasikia sauti ya gari, ile sauti ile ile. Nilisimama, nikashika meza. Nilipochungulia dirishani, nikamwona Hemedi amesimama mlangoni, mikono yake imeshika vile vyombo alivyotumia usiku. Hakugonga hodi mara moja, alisimama tu kama mtu anayehisi kuna kitu si sawa. Nilivuta pumzi ndefu, nikajifanya jasiri, nikafungua mlango. Asubuhi njema Bella. Asubuhi. Alinitazama kwa makini. Uko sawa? Hilo swali lilikuwa rahisi sana, lakini lilinichoma sana. Nilishusha macho. Niko sawa. Alijua ni uongo. Akaweka vyombo pembeni. Akasogea karibu. Macho yako yamevimba. Niligeuka niondoke, lakini alinishika mkono kwa upole. Hakukaza, hakunikokota. Alinishika kama mtu anayehofia kuniumiza. Bella, kama una shida, niambie. Machozi yakanitoka. Nilijaribu kuyazuia, lakini hayakunisikiliza. No, I'm not okay, Hemedi. Nililia. Hebu ngoja, samahani, kabla hatujaendelea na utamu huu. Kama unaifurahia simulizi hii, naomba ubonyeze alama ya like hapo chini kuipa nguvu video hii. Pia, hebu niandikie kwenye comment, unadaka simulizi hii ukiwa wapi? Mfano, natazama nikiwa Tukuyu Mbeya au nipo Iringa mjini. Dondosha komenti yako sasa hivi nami nitapita kukujibu. Kisha tuendelee na story. Kwa mara ya kwanza mbele yake, Hemed hakuniuliza chochote. Hakusema neno. Alinivuta tu, akanikumbatia. Sio kumbatio la tamaa, bali kumbatio la mtu anayejali. Kwa sekunde chache, nilisahau dunia. Nilisahau njaa, nilisahau madeni. Nilisahau kuwa nilikuwa peke yangu. Lakini ghafla nilimsukuma kwa hofu, kwa sababu nilimsikia mtu akiingia. Ni Poppy. Alikuwa amerudi sokoni. Nilijitoa haraka. Nirudi kazini, nikasema kwa sauti iliyokatika. Hemed alielewa. Hakusema chochote. Aliangalia mazingira, akatambua hapa si mahali pa kuuliza maswali. Akaondoka, lakini macho yake yaliacha swali. Tulianza kazi. Mimi na Poppy tukapika, lakini sikuwa pale pale. Akili yangu ilikuwa mbali. Moyo wangu ulikuwa mzito. Nilipobeba chakula kwenda site, nilimkuta Hemed. Lakini siku hiyo hakuwa kama kawaida. Alikuwa amekaa ndani ya gari lake, peke yake. Nikampa mafundi chai. Nikamaliza. Nilipoanza kuondoka, aliniita. Bella, niligeuka. Njoo, nikatikisa kichwa. Hapa sio sehemu nzuri. Alishuka kwenye gari. Tafadhali, akanisogelea. Tuende nyuma kidogo. Nilisita, lakini nikakubali. Tulikwenda nyuma ya jengo. Niambie, alisema. Nini kinakusumbua? Nilishusha macho. Nilichezea vidole vyangu. Kuna vitu vinaniumiza. Vitu gani? Nilinyamaza. Nilianza kulia tena. Hemed alinisogelea. Mpenzi mtazamaji,
Kama ndiyo mara yako ya kwanza kukutana na channel hii, karibu sana kwenye familia yetu. Tafadhali usiondoke bila kubonyeza neno subscribe, na muhimu zaidi, gusa hiyo alama ya kengele. Hii itakusaidia kuwa wa kwanza kupata taarifa au notification kila tunaposhusha mwendelezo wa simulizi hii mpya. Karibu tuwe pamoja. Usilazimike kuniambia leo, lakini tafadhali usiumie peke yako. Maneno yake yalinifanya nihisi kama bado nina thamani, lakini sikuwa tayari. Nilichukua vyombo, nikaondoka. Hemed hakukata tamaa. Alikuja ofisini mgahawani. Alimuita Poppy pembeni, lakini Poppy hakusema kitu. Dada mwenyewe atakwambia siku moja. Hemed alinyamaza. Aliumia. Siku hiyo hata hakunywa chai. Aliondoka. Lakini kabla hajaondoka, aliniambia, tafadhali washa simu. Nilifanya hivyo. Usiku ulipofika, alinipigia. Umekula? Hapana. Tafadhali kula. Niliahidi. Lakini sikula. Usiku huo, Hemed alikuja kuchukua chakula. Alipoona chakula, akasema, hapana. Nikashangaa. Kwa nini? Rudisha ndani. Tule wote. Nilimkatalia. Akanikatalia pia. Siendi mpaka ule. Kwa mara ya kwanza, mtu alinilazimisha kula. Sio kwa mabavu, bali kwa upendo. Tulipokuwa tumeketi mezani, nikamwangalia Hemed. Nikajiuliza kimoyomoyo, je, ni muda wa kumwambia ukweli wangu? Au nikifungua moyo, nitaumia zaidi? Na wakati huo huo, nilihisi kitu kikianza kuchanua ndani ya kifua changu. Kitu nilichokuwa nimekikimbia kwa muda mrefu. Mapenzi. Je, Bella ataifungua siri ya maisha yake? Na je, Hemed ataendelea kubaki hata baada ya kujua ukweli? Tulikaa mezani kimya, sahani zikiwa mbele yetu, chakula kikiwa bado moto, lakini mawazo yangu yalikuwa baridi kuliko barafu. Hemed alikuwa amekaa upande wangu wa kulia, Poppy mbele yetu. Alikuwa akitazama kwa macho ya furaha. Kwake yeye, huu ulikuwa ni usiku wa kawaida. Kwangu mimi, huu ulikuwa usiku wa maamuzi. Kula Bella, Hemed alisema kwa upole. Usijilazimishe kufikiria sana. Nilichukua kijiko, nikachukua tonge dogo. Koo lilinikataa, lakini nikajilazimisha. Kwa sababu kwa mara ya kwanza, mtu alikuwa amesimama imara mbele yangu, akiniambia nisiwe peke yangu. Tulimaliza kula. Poppy alifurahia sana. Alikuwa anacheka, anatuangalia mimi na Hemed kama filamu ya mapenzi. Baada ya chakula, Poppy aliinuka. Naenda kujisomea, alisema. Nilijua. Alitupa nafasi. Tulibaki wawili. Hemed alinisogelea kidogo. Bella, ninakujali. Nilishusha macho. Najua, nikajibu. Lakini nahisi unanificha kitu. Nilinyamaza. Moyo wangu ulianza kupiga kwa nguvu. Sitaki kukulazimisha, akaendelea. Lakini sitaki kukuona unaumia kimya kimya. Nilivuta pumzi ndefu. Nikafunga macho kwa sekunde chache. Halafu, nikaanza kuongea. Wazazi wangu, sauti yangu ikatetemeka. Hawapo. Hemed alinyamaza. Walifariki nikiwa bado chuo. Na Poppy alikuwa bado mdogo. Nilihisi koo likijaa machozi. Tumeishi wenyewe. Hakuna mtu wa kutushika mkono. Nililia. Sikujizuia. Nililia kwa sauti ya chini, lakini maumivu yalikuwa makubwa. Hemed hakuniuliza maswali mengi. Alinivuta karibu. Akanikumbatia tena. Pole sana Bella. Hakusema zaidi. Na maneno hayo machache yalitosha. Nilijua kwa namna alivyokaa kimya, alikuwa anaelewa uzito wa niliyosema. Baada ya muda, aliniuliza kwa sauti ya heshima. Ninaweza kukuuliza kitu? Nikatikisa kichwa. Na huu sio mwisho wa burudani. Hapa kwenye chaneli yetu tuna maktaba ya simulizi nyingine kali ambazo huenda bado hujaziona.
Kuna visa vya mapenzi, ujasusi na mikasa ya kweli inayotikisa. Usiondoke Kapa. Chagua moja kati ya video zinazoonekana hapo kwenye kioo chako sasa hivi na uendelee kuburudika.